Yes, shalom. Mungu akubariki sana popote pale ulipo asubuhi ya leo. God bless you everyone. Watu wa Mungu, asubuhi ya leo nimewiwa kuzungumza na wewe jambo hili ambalo limekuwa kama ni disturb. Ukiangalia maisha ya watu wengi ni kama watu hao wanapitia ugumu kwenye maeneo tofauti ya maisha yao, na wao bila kujua sababu ya huu ugumu unatokana na nini. Kuna watu ambao wanapita kwenye ugumu kwenye eneo la mahusiano leo, hawaelewi kilichotokea. Kuna watu wanapita kwenye eneo la afya, ni ngumu, wana matatizo yasiyoelezeka. Kuna watu kwenye eneo la uchumi ni ngumu, hawaelewi kinachoendelea. Kuna watu wana matatizo, watu wa Mungu, ambayo hayo matatizo hawakuwa nayo mwanzo na hawajui kinachoendelea kwenye maisha yao. Kwa hiyo kuna kitu ambacho kinapiga kelele sana ndani yangu, natamani tukipigie, tukifanyie kazi, tung'ang'ane nacho, kama ikiwezekana leo, tukifanyie kazi tuone Mungu atakuvusha vipi. Watu wa Mungu, ikumbukwe kwamba matatizo yote tunayopitia leo, hayo matatizo yanakuwa yana chanzo chake kwenye ulimwengu wa roho. Kwenye Mithali anatuambia kwamba laana isiyokuwa na sababu haipati mtu. Laana ni matatizo. Watu wa Mungu, kila tatizo unalolipitia leo lazima ukubali kwamba tatizo hilo lina sababu. Kuna kitu kimesababisha tatizo hilo likawepo. Kwa watu wengi wanajikuta kwenye matatizo ambayo sababu za matatizo hayo ni za kiroho, na wenyewe wameacha kutaka kushughulika na matatizo kwa namna ya rohoni, wakaanza kushughulika nayo kwa namna ya mwilini. Watu wa Mungu, mahali popote penye tatizo leo, lazima tuelewe kwamba kuna roho ililetwa ikasababisha hayo matatizo, na kama kuna roho ililetwa ikasababisha hayo matatizo, then kuna madhabahu iliyoinuliwa. Kuna mtu aliinua madhabahu mbaya kwa ajili ya hilo eneo ambalo lina kusumbua leo. Watu wa Mungu, nisikilize kwa makini, natamani tufanye hii assignment leo. Watu wa Mungu, watu wengi, majina ya watu wengi sana yako kwenye madhabahu mbaya. Majina ya wanandoa wengi, majina ya biashara nyingi, majina ya kanisa, majina ya huduma, majina ya biashara yako kwenye madhabahu mbaya. Picha za watu wengi sana, na I am very sure with this, hiki kitu tunachozungumza, picha za watu wengi sana ziko kwenye madhabahu mbaya. Nguo za watu wengi sana ziko kwenye madhabahu mbaya. Pesa za watu wengi ziko kwenye madhabahu mbaya. Pete za ndoa, viatu, nywele, viungo vya watu viko kwenye madhabahu mbaya. Kwa nini vitu hivi vinapelekwa kwenye madhabahu mbaya? Ni ili watu hao wa summon yale matatizo wanaotaka yawapate hao watu. Kama wamepeleka nguo zako, maana wanataka kukuletea shida, aidha kwenye afya au kwenye ndoa yako. Kama ni pete, kama ni jina, kama ni picha, then wamepeleka hivyo vitu huko kwenye madhabahu mbaya kwa lengo la kukufanyia ubaya. Watu wa Mungu, haipingiki kwamba tumezungukwa na watu wabaya wengi sana. Tumezungukwa na watu wabaya wengi sana. Dunia ina watu wabaya. Biblia inasema wanaonichukia ni wengi kuliko wingi wa nywele kwenye kichwa chako. Kama ni hivyo, watu wa Mungu, tumekuwa surrounded na wingu la watu wabaya sana. Watu hawa wanaweza akachukua vitu vyetu na kuvipeleka kwenye madhabahu mbaya kwa ajili ya malengo yao binafsi. Watu wa Mungu, nataka nikuhakikishie, picha za watu wengi, majina ya watu wengi, pesa, nguo, viungo, nywele, ziko kwenye madhabahu mbaya. Biblia inazungumza jambo moja juu ya summon ya majina ya watu kwenye madhabahu mbaya. Kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza 28:2 tunaona Sauli akienda akilisamon jina la Samueli kwenye madhabahu mbaya. Angalia, Biblia inasema hivi kwenye kitabu cha Samueli Wafalme wa kwanza 28, Samueli wa kwanza 28:2, maandiko yanasema hivi: basi Sauli akageuza na kuvaa mavazi mengine, kisha akaenda yeye na watu wawili pamoja naye, wakamfikiria yule mwanamke usiku. Akasema, tafadhali unipandishie kwa utambuzi, ukanipandishie yeye nimtakaye kwako. Yule mwanamke akamwambia, angalia, unajua alivyofanya Sauli, jinsi alivyowakatilia mbali hao wenye pepo wa utambuzi na wachawi katika nchi. Mbona basi unanitegea tanzi uhai wangu ili kuniua? Naye Sauli akamwapia kwa Bwana, akasema, aishivyo Bwana
haitakupata adhabu yoyote ile. Ndipo yule mwanamke aliposema, je, ni nani nitakaye kupandishia? Naye akasema, nipandishie Sauli. Si watu wa Mungu. Huyu Samueli anataja kabisa jina, anasema nipandishie, naye akasema nipandishie Samueli. Jina la Samueli likapelekwa kwenye madhabahu mbaya kwa ajili ya Samuel. Majina yenu yamepelekwa kwenye madhabahu mbaya kwa ajili ya kusummon. Mtu akitumia jina lako anaweza akasummon, akaproject kitu chochote kwenye hilo jina. Akafanya hivyo projection, magonjwa, matatizo anayaproject kwenye hayo majina. Ukisoma kwenye Torati, ukisoma kwenye Torati 25, kwenye Torati 25 maandiko yanasema hivi: sanamu za kuchongwa za miungu yao mtaziteketeza kwa moto. Usitamani fedha wala dhahabu iliyo juu ya madhabahu zao, wala usitwae iwe yako, usije ukanaswa nayo. Angalia tu, Mungu, kulikuwa kuna pesa watu wamezipeleka kwenye madhabahu. Kwenye hili andiko kuna pesa watu walikuwa wamezipeleka kwenye madhabahu. Walikuwa wamepeleka kwa ajili ya nini? Pesa za watu wengi ziko kwenye madhabahu. Uchumi, biashara, ndoa za watu wengi ziko kwenye madhabahu mbaya. Watu wa Mungu, ishara hizi nitakazozizungumza ni ishara zitakazo kuonyesha kwamba kuna vitu vyako viko kwenye madhabahu mbaya. Hizi ishara nitakazozieleza ni ishara zinazokuonyesha kwamba vitu vyako viko kwenye madhabahu mbaya. Kuna watu wamepeleka hivyo vitu kwenye madhabahu mbaya. Ishara ya kwanza inaweza kukuambia kwamba jina lako, picha yako, pesa zako, nguo zako, au kuna kitu kiko kwenye madhabahu mbaya. Moja ni milango yako yote inapofunga. Ghafla tu, yani unashangaa milango yako yote inafunga. Hii ni ishara tosha kabisa kwamba kuna mtu amepeleka jina lako kwenye madhabahu mbaya kwa ajili aidha ya kulisamon na kukuingizia huu ugumu. Ishara ya pili, haraka. Hali yako ya uchumi inaanza kuwa ngumu sana. Watu wa Mungu, watu wengi wanapitia kwenye hali ngumu ya uchumi wasiojua sababu yake. Unexplainable financial problems. Wakati mwingine mtu anaanza kujikuta kwenye madeni asiyojua ametoka wapi. Hii ni ishara tosha kwamba kuna kitu kiko kwenye madhabahu mbaya. Tatu, ndoto mbaya na usingizi wa mang'amng'amu. Mtu yote anayeota ndoto mbaya na usingizi wa mang'amng'amu ni ishara tosha kwamba kuna mahali jina lake limekuwa summoned. Kuna kitu kimefanyika, alafu akawa summoned kwenye madhabahu mbaya. Ishara ya 4, spiritual paralysis, ni ishara kwamba kuna kitu kimefanyika. 5, consistent negative patterns. Matatizo yanaanza kuja yale negative tu. Yaani maisha yako yana experience negative patterns za negative. Haujui zimetokea wapi. Ni ishara kwamba kuna kitu kiko kwenye madhabahu mbaya. Ishara ya 5, unajaribu kufanikiwa lakini kuna kitu kinakurudisha nyuma. Kila ukijaribu kufanikiwa kuna kama nguvu inakurudisha nyuma. Ni ishara tosha kabisa kwamba kuna kitu kiko kwenye madhabahu mbaya. Ishara ya 6, unatumia juhudi nyingi sana lakini hakuna kitu kinatokea. Hii ni ishara tosha kabisa ya kwamba kuna kitu kipo, watu wa Mungu, kinapambana na wewe. Kuna madhabahu mbaya imeinuliwa, inapambana na wewe. Magonjwa yasiyoelezeka, hii ni ishara nyingine tena. Unapita ugonjwa ambao kila unapokwenda ugonjwa hautibiki. Watu wa Mungu, hii ni ishara tosha ya kwamba kuna madhabahu mbaya zimeinuliwa kwa ajili yako. Ishara hizi pamoja na ishara nyingine, watu wa Mungu, ni ishara hofu. Unakuwa na hofu isiyo kwa ya kawaida. Ni ishara tosha kwamba kuna madhabahu imeinuliwa kwa ajili yako. Madeni yasiyoelezeka. Unapata pesa lakini unajikuta ni mtu wa madeni tu. Hizi ishara na ishara nyingine zote, matatizo ya kimahusiano yasiyoelezeka. Ghafla mahusiano yako yanaanza kuwa na matatizo usiyojua yametokea wapi. Ishara hizi na ishara nyingine zote ni ishara zinazoashiria kwamba mtu wa Mungu, kuna mahali jina lako,
picha yako, nguo zako au vitu vyako vimepelekwa kwenye madhabahu mbaya. Natamani tufanye tena maombi siku ya leo kwa ajili ya hivi vitu. Na kama eneo lako la uchumi linakusumbua, natamani uchukue prophetic things. Chukua pochi yako ile ya kuwekea pesa, wallet. Chukua kadi yako ya benki, ATM ile. Chukua pesa, izungumzie tena, fanya ishara, ikomboe. Alafu ukimaliza chukua sadaka, mwambie Mungu, hii sadaka nayoitoa ni kwa ajili ya kukomboa uchumi wangu. Ndoa yako ina shida, fanya prophetic. Nitumie tena majina ya ndoa ya wanandoa wako, ya mwenza wako na ya kwako. Mahusiano yako yamekusumbua na unaona kabisa haya mahusiano kulikuwa kuna kitu cha kiroho kimefanyika, haikuwa kawaida. Nitumie majina yako na ya kwake. Natamani tena leo tufanye kitu kwenye kipengele hiki cha watu waliokamatwa kwenye evil altar. Kwa hiyo tafadhali, kama unaona kabisa aidha jina lako, picha yako, sura yako, vitu vyako, ATM yako, nguo zako, nywele zako ziko kwenye madhabahu mbaya, kuna ishara unaziona kwenye maisha yako zisizokuwa za kawaida, tafadhali nataka nifanye tena maombi na wewe. Naomba unitumie majina yako kwenye 0764 205871. Nitumie majina yako kwenye WhatsApp namba hiyo 0764 205871. Niambie Bishop, naomba uombe haya majina. Ikiwezekana nitumie picha. Watu wa Mungu ni za muhimu sana. Nilishasema picha zinapelekwa kwenye madhabahu mbaya. Sisi tunaweza tukafanya kitu. Kwa hiyo nitumie tena picha hiyo ya kwako na ya mwenzako. Kama una shida kwenye mahusiano, kwenye ndoa, nitumie picha. Send me those picture. Nitumie kwenye WhatsApp namba hiyo. Lakini pia unaweza ukachukua sadaka yako, mwambie Mungu, hii sadaka nivushe kwenye matatizo nilionayo. Ukatuma sadaka yako kwa namba hiyo ndio itaja. Ni namba ya M-Pesa, jina litakuja Emmanuel. Alafu leo jioni pia tutakutana hapa Dar es Salaam kuanzia saa 12 jioni. Leo jioni tunakutana tena hapa Dar es Salaam kuanzia saa 12 jioni. Natamani tujaribu kufanya tena zoezi hili la kukomboa vile vitu vyetu vilivyo kwenye madhabahu mbaya. Kwa tafadhali, wale ambao hampo kwa sababu tuko kwenye maombi ya kufunga leo, wale ambao hamtaweza kuhudhuria Dar es Salaam leo, tafadhali unaweza ukanitumia picha, ukatuma na sadaka yako kwa namba niliotaja, ukatuma na majina yako na majina ya mwenza wako, nikaanza kuviweka kwenye maombi ya asubuhi ya leo. Nimesema nije hapa nieleze juu ya hili, alafu tuone Mungu atakusaidiaje. Shalom, Mungu akubariki sana.